So growing up sikuwa naelewa mbona mom hakuwa anataka my brothers waoe outside our tribe. Until nikakuwa mtu mkubwa. So najua tukiwa wadogo mamangu alikuwa anambia my brothers, tafadhalini msioe from other, tafadhali msioe from other tribe. Until our firstborn akaoa Mkisii. So that is when I realized mbona mama alikuwa anakataa ladies from other tribe. Okay, tulikuwa tunadhani mom ni tribalism, ni tribalistic, nini. Hakuna hizo mafala za tribe sana. So, hata mandugu zangu walikuwa nadhani hivyo. That's why I think our firstborn akaoa a Kisii lady. Wacha msichana letwe nyumbani. Kumbe shida ya madhe haikuwa tribe. Shida ya madhe ilikuwa lugha. Madhe alikuwa anaelewa Kiswahili. Na unajua msichana akitoka outside your tribe, haelewi lugha yenu, haelewi the native language. So siku the lady aliletwa, she was from a Kisii lady. Kisii lady hakuwa anajua hata Kijaluo moja. Na madhe pia ajui Kiswahili. So there was a communication barrier. So kuna hii siku madhe alienda akaleta omena. Unajua sisi we grew up around the lake. So madhe akaenda akaleta omena. Akakuja kanika hapo vizuri. So alikuwa anatoka aende market, but Nyakisi alikuwa amebaki kwa nyumba. So akamwambia Nyakisi, nataka, so anamwambia kwa Kijaka, nataka unirangie hizo mena, umbwa zimebaki hapo, nikitoka market nipate kama ziko tayari. Nyakisi na So unajua kwa Kijaluo mtu akikwambia unirangie inamaanisha unichungie. But Nyakisi juu ya language barrier akadhani ni akarange, anaambiwa akarange omena. Nyakisi alichukua omena, akaeka ile karai kubwa, akamwaga mafuta wacha achukue omena beseni mzima. So unajua yeye aliambiwa unirangie omena, madogizi kwa hapa. So yeye akadhani anaambiwa akarange apeane dogi. Akashanga gai, hiyo mena yote na karanga nipe dogi. Nyakisi akaanza akasema sini mother-in-law ameniambia maybe madogi wanapewa hivyo, maybe madogi wana survive hivyo. Wacha achukue omena. Nyakisi akaeka kwa mafuta kaga. Yani bomba mzima inanuka omena, bomba mzima iko na harufu ya watu wanashangaa, kwani Nyasuba amefungua biashara ya kuuza omena karanga na tujui? Nyakisi alikaranga omena. Wacha aite madogi. Sasa tulikuwa na dogi naitwa Bony, kuna wengine naitwa Pajero. Sadam. Sasa kawaekea, unajua kila dogi ilikuwa na hiyo nini yake, bakuli yake ya kuwekewa chakula. Nyakisi akaekea kila dogi nini kwa sahani yake, akawapakulia. Madogi zili I'm sure hiyo siku ilikuwa kama Christmas kwa madogi zetu. Sasa yani boma inanuka omena imekarangwa. Ukiingia unasema kwani nini inaendelea? Boma inanuka wacha mama yangu sasa si alienda market. Madhe sasa narudi. Juu hiyo omena ilikuwa ende na asafiri nayo. Unajua sisi kama venye tukitoka lake ukienda ukisafiri unatayarisha omena, fish, nini ndo upeleke huko kwenye, ndo ukirudi pia wakupe vitu zao. So madhe alikuwa na safiri, alikuwa naenda Sakwa. Alikuwa naenda kwa hizi nini za ushirika. So alikuwa naenda. So alitengeneza hiyo omena, abebe vizuri, awapeleke. Yeye pia akirudi, apewe rabuni, apewe ngwashe, apewe avocado, arudi nayo. So akienda market alikuwa ameenda kununua urubag ya kuweka hiyo gunia jua kwa nayo, na akachukua mafishi zingine pia. So kufika nasikia harufu bwana. Amefika kwa gate, harufu ya omena inamchapa. Na unajua kila siku madhe akitoka akirudi madogi zinamkaribisha ile design. Dogi zinakimbia zinakaribisha madhe, kuku inakimbia. Akishaongeanga tu hizo vitu zilikuwa zinakimbia, hata sisi tunamwendea. So hiyo siku anashangaa madogi zimelala tu. Hakuna dogi inaenda kumkaribisha.
Okay, haikumhit first time but alishangaa sana. Madogi alewa but kuku zilienda. So kufika anashindwa, boma inanuka omena. Anauliza Nyakisi, Nyakisi, kwani ni nini? Ni nini hiyo iko fanyika? Nini hiyo iko fanyika boma imenanuka omena? Nyakisi anamwambia, "Asi uliniambia nikarange omena, nipatie umbwa." Nilisema unirangie hizo omena, umbwa iko hapa. Nyakisi anasema, nimewalisha vizuri omena. Nimewalisha vizuri, umbwa zimeja omera bonyo. Sasa hiyo bonyo ameweka mguu. Mguu inaangalia juu hivi. Yaani maumbwa zimeshiba. Design wajayoda. Karibu mamangu offend ban. Mamangu umechukua omena yangu beseni moja. Ukapatia umbwa. Madhe, kwani uliniambia aje yao? Si ulisema nikarange nipatie umbwa. So mimi nikassume maumbwa zinalishwa omena.